Hello rafiki yangu, nakusalimu na kukaribisha kwa dakika chache tuchangie ujumbe huu ambao tunataka kushare pamoja na wewe. Na unaona hapa mikononi ndugu yangu niko na tunda inaitwa orange. Nataka kuikata, pasua mara mbili. Nifuate makini, najua Mungu ataongea na wewe, atakuongezea kitu kupitia ujumbe wa leo. Na kata tunda hili, umeona? Na natoa ndani hii hapa inaitwa mbegu. Hii hapa inaitwa mbegu. Nafikiri umeona vizuri, mbegu. Nataka kwamba hii jambo itufunze kitu. Ilikuwa chungwa lakini natoa mbegu. Nini ilitangulia ingine? Iliyotangulia ingine ni mbegu. Sio hii chungwa, hapana. Mbegu ndio ilitangulia. Unajua mbegu ni kitu kidogo sana ambacho naona hata kukishika vinaona kama ni kidogo sana. Lakini hii mbegu hii pamoja na udogo wake wote, hii ndio ilisababisha tupate hii chungwa ama hii orange. Na haikuanzia tu hivi orange. Ilikuwa hivi mbegu, lakini hii mbegu ndio ilitoa mti. Huyo mti ndio ulianza na hatua hapo mbali pole tofauti ikaenda na ikakomea ikatoa hii hapa. Yaani kwa namna nyingine iliyotangulia ni hii ndio iko na siku nyingi kwa zaidi ya hii. Ama hii hapa ndio ilikuwa na thamani sana zaidi ya hii. Sikia ndugu yangu. Unajua ndani ya kila binadamu Mungu aliweka kitu. Na ile kitu ndio mwanzo. Ndani ya kila binadamu Mungu aliweka utajiri. Na malengo ya Mungu kuweka vitu ndani ya mtu, mpango wa Mungu ulikuwa ni kwamba kila mtu apate kuzaa, kila mtu apate kutoa matunda, kila mtu apate atakapotoka duniani aache kitu. Yaani wakati yuko duniani afanye kitu na atakapotoka aache kitu. Lakini kuna watu ambao wengine wanasema kwamba walikuja kusindikiza wengine, wanajidanganya. Sababu kila mtu ana mbegu yake. Na mbegu ni nini? Mbegu ni ile talent, ni ile uwezo, ni vile vipaji ambavyo viko ndani mwako. Tofauti kabisa, hatuwezi tukaiadisia, hatuwezi tukaiandika, hata tutashindwa. Kuna wale wanachekesha, kuna wale wanaimba, kuna wale wanatibu watu, kuna wale ambao wanasaidia wajane, yani kile kitu ambacho kinakusumbua moyoni, kila kitu ambacho umejisikia kukifanya. Kuna wengine wanahubiri neno, wengine wanacheza football. Hiyo ni mbegu. Sasa muda mwingine unatafuta utajiri mbali, kumbe utajiri uko ndani mwako. Ni hivyo tu au hujaigundua? Muda mwingine unatafuta pesa, kumbe pesa iko ndani mwako. Muda mwingine unamwambia Mungu, nitavukaje bahari? Anakuambia siko na fimbo, piga. Kipaji ambacho Mungu alikupatia, talent ambayo Mungu alikupatia, hakukupatia ili kwamba ikuwe tu hadithi ya kuhadithia wengine ya kwamba niko na talent. Alikupatia kipaji ama hiyo talent ambayo unayo, huo uwezo ambao unayo, ili kwamba ipate kukufaidia, ili kwamba ipate faidia dunia, ili kwamba ipate faidia ufalme wa Mungu. Yaani mtu hajakuja tu hivi duniani, yani kutembea tu hivi, hapana. Mpango wa Mungu ulikuwa ni kwamba mtu akuwe wa lazima, akuwe wa maana sana mbele za Mungu na mbele za watu na mbele yake binafsi. Kwa hiyo usidharau ile mbegu ambayo uko na, ile mwanzo yako. Sasa hapa kuna challenge moja fulani hivi. Unajua watu wengi wanataka kukua chungu. Wanakataa kupitia process. Unajua ili kwamba tumeshaongea, hii chungwa unaweza nikaikula hata hapa. Lakini haikuanzia kuuliwa, ilikuwa kwanza iko aka kitu kidogo. Ukubali pia kujiandaa. Ukubali Mungu akuandae. Ukubali kupitia process. Usitaki kukimbia. Ndio maana Waswahili wanasema haraka haina baraka. Chukua muda wa kujiandaa. Chukua muda wa kujifunza. Chukua muda wa kuelekezwa. Lakini katika safari ya kujiandaa ili kwamba mtu kipaji yake ama talent yake imfaidie,
kuna mambo ambayo ni ya muhimu sana ya kuzingatia. Ni mengi lakini tutaongelea tu chache sana hapa. Ya kwanza, mbegu, ili kwamba mbegu ipate kutoa matunda, yeye ipate kuota kwenye udongo na iendelee, ya kwanza inatakiwa iwekwe kwenye udongo. Yani ipandwe, yani inatakiwa mbegu waipande kwenye udongo. Najua watu wengi ambao wanaishi kwa village wanaelewa hii, na hata wale ambao wanaishi kwa town wanafuata, hata kwa mitandao ama kwa TV wanafuata mambo ya udongo ama ya ulimaji. Yani kuna mtu ambaye anaweza kuwa na talent na kipaji yake, lakini mazingira ambayo yuko inakuwa inamfunga. Sasa inatakiwa nini? Kutafuta pia mahali ambako ile mbegu utaizika ili kwamba ikuzalie. Yani kwa namna nyingine tukiseme tukusaidie zaidi ili kwamba uelewe. Kuna mazingira hata unaweza kuwa na marafiki ambao hawasaidii uwezo wako, hawasaidii talent yako. Wewe ni mwimbaji lakini unazoeana sana na wacheza football. Wewe ni comedian, wewe unafanya comedy, unachekesha, lakini unazoeana sana na watu ambao wanafanya box, wanapigana. Wewe ni mchezaji, lakini mchezaji sijui kama wa muziki, wa dance, lakini wewe unazoeana na watu ambao wanajenga. Unaona kama utaendelea. Yani talent ya mwingine inaweza kukuzuia wewe. Kwa namna gani? Ikiwa unafuatana na talent ambayo haiko ndani mwako. Yani wewe unataka ukue kama mwingine, ama wewe unafuatafuta watu ambao wanakuwa na vipaji vingine na talent na uwezo mwingine, wewe hautaenda nafasi. Unasikia ndugu yangu? Uwezo uko nao, mamlaka uko nayo. Muda mwingine watu wanalia sana, Mungu ameniacha, Mungu amenisahau, Mungu anijui, Mungu amenitupa. Hapana, Mungu hajakusahau, Mungu hajakutupa. Unajua, katika bustani ya Edeni, Mungu alimwekea Adamu na Hawa vitu vyote. Akamwekea mti, lakini hakumpea meza, hakumpea kiti. Nikusema nini? Kiti na meza ilikuwa ndani ya mti. Muda mwingine unalia, kumbe maisha yako, mafanikio yako iko katika ule uwezo ambao Mungu alikupatia. Au jipatie tu nafasi ya nini? Ya kutumikia kile ambacho Mungu alikupea. Sote duniani kuna kale ambacho Mungu alikaweka ndani mwetu. Nika kidogo hivi kama hii mbegu hapa mikononi, mbegu ya chungwa, mbegu ya orange. Lakini chukua nafasi, tumia fursa vizuri. Usiguse madawa, utakufa bure. Usiguse uchawi, ushirikina. Hapana. Hapana, uko na uwezo wa kuwa hata sijui bilionea, uko na uwezo wa kufanya vitu vikubwa, uko na uwezo wa kuimba vizuri na dunia ikakujua, uko na uwezo ya kuhubiri neno ya Mungu na watu wakaokoke, uko na uwezo wa kufungua makanisa, uko na uwezo wa kutibu watu, uko na uwezo wa kutengeneza vitu vya teknolojia vya sasa. Sasa kutaka kujua uwezo wangu ni gani, nilitaka hapa unifuate vizuri. Kuna watu ambao wanajiuliza talent yangu ni gani? Mimi nina uwezo gani? Ajui hata kama ana uwezo gani. Ya kwanza, jaribu kufikiri kitu gani ambacho kinakusumbua moyoni. Unatakaga ufanye nini wewe kama mtu moyoni mwako, kitu ambacho kinakusukuma kila siku. Ya kwanza ile. Ya pili, angalia kile ambacho unaweza kukifanya bila pesa. Nasikia? Angalia kitu gani unaweza ukakifanya bila pesa. Unaweza ukakianza hata kama sasa pesa itahitajika, lakini umekianza. Kitu ambacho unaona naweza nikakifanya bila pesa. Ukikianza bila pesa, Mungu atafungua pesa. Atafungua milango, atafungua wa sponsors, watakuja kukusapoti. Kitu ambacho unaweza ukakifanya bila pesa. Kitu ambacho uko na uwezo wa kukifanya bila pesa. Ya pili, kitu ambacho unakifanya bila kusukumwa. Ya tatu, kitu gani ambacho unaweza fanya bila kusukumwa? Yani hautaki sana mtu akutie pressure, hautaki mtu akusukume, yani uko na utayari wa kufanya hicho kitu. Ya nne, kitu gani ambacho ukiangalia kwenye mazingira ya nchi yako, ya mji wako, ya kanisa lako, ya kampani yako, mahali popote upo, unakiona kwamba kinakusumbua ile mapungufu.
ni kitu gani? Jaribu kuangalia hivyo vitu. Ni nyingi sana, lakini niseme sitaongelea vyote. Angalia vitu gani ambao kinapungua katika mazingira ambayo uko ndani na inakukosesha amani. Na ya tatu, kitu gani cha kitofauti ambacho unataka ukifanye kwenye mazingira ya tano, kwenye mazingira ambayo umeishi ndani. Kitu gani ambacho cha kiupekee ambacho unafikiri unataka kukifanya. Angalia. Na hivyo vitu ndio vinamfanya mtu kuangalia ameitwa kufanya nini. Sasa ukiwa mtu wa kujitambua katika hii ambayo tunataja hapa, ukijikutana kwamba huko kwa pointi moja fulani hivi, na kitu ambacho akikai sawa kwenye moyo wako, kama wewe kama binafsi hapo unajiona kwamba hiki akikai sawa, ni lazima nifanye hiki. Hiki ningelijaribu hiki. Hiki hata kama kingehitaji pesa, lakini wewe unaona kukifanya bila pesa kwanza. Hiki. Nafikiri umeshaelewa. Sasa una uwezo gani? Una uwezo gani wa kufanya? Una uwezo gani? Mimi ninachoamini ni kwamba una kile ambacho unatakiwa tu kukifanya. Mimi ndio sikijui, lakini ipo ndani mwako uwezo wa kufanya kitu tofauti. Kitu tofauti kabisa uko nayo. Jitoe. Kila mwanzo ni mzito. Kila mwanzo unakuwa mgumu kabisa. Mbegu hii ni kidogo sana kama nilivyowaambia hapa, lakini hii mbegu hapa ndio imezaa hii orange hapa. Yaani hii tu huduma yako, hiyo tu talent yako, hiyo tu kipaji yako, hiyo tu inaweza kukufanya unajenga buildings. Utajenga majumba makubwa, utajenga mavila, grand hotel utazijenga, utasafiri. Lakini ukubali pia kupitia process. Ulime shamba, uunguze majani, ukamate mbegu utie kwenye udongo, usubiri, mwanze mwagilia maji. Mwagilia maji yani kupitia practice, fanya practices. Ufanye mazoezi ili kwamba talent yako isilale, iendelee kupanda siku baada ya siku. Uwezo unao. Uwezo unao. Yesu yuko hapo. Uwezo unao. Tena unaweza bila msaada wa rais wa nchi yako. Tena unaweza bila msaada wa government yako. Tena unaweza bila msaada wa wa Ulaya, wa Marekani, wa Afrika, wa wapi. Unaweza. Sababu kile ambacho Mungu alikiweka ndani mwako, kile ni kitu cha thamani sana. Tumia fursa vizuri na usijidharau, hapana. You are so important. Nasikia wewe ni mtu wa thamani sana. Unaweza sana kufanya kama wewe. Unaweza sana. Nasikia hadi hasira kabisa jinsi unavyojidharau. Na mimi kabisa Roho Mungu anaongea na wewe. Haya, asante sana, barikiwa sana. Ni wako mpendwa mtumishi wa Mungu Medar Mukata. Ukitutizama kwenye YouTube Medar Mukata, kwenye Facebook Medar Laurent Baraka, na kwenye TikTok Medar Mukata. Namba yetu ya simu iko hapo. Kazi yetu sisi ni kuongea maneno ya Mungu, kusaidia watu, kufunza watu, kutia watu moyo, kuelekeza watu, kukosoa watu kulingana na mapenzi ya Mungu. Haya, ukibarikiwa ama ukiwa na lile ambalo utajisikia kushare pamoja na sisi, kutuuliza sijui nini, tuko tayari kukuelekeza, tuko tayari kuongea na wewe. Asante sana, barikiwa sana. I love you.